elimu mnayoipata mkaizingatie kwenye kuongeza production ya korosho. Kumbukeni watu wa halmashauri mnakusanya mapato, naamini 50% ya mapato mnayokusanya yanatoka kwenye korosho. Kwa ni sehemu ambayo nataka tufanyie msisitizo hali ya juu tufikie lengo la serikali la 2030 kuproduce tani milioni 1. Haiwezi kushirikiana bodi ya korosho bila kuwa na stakeholders mbalimbali. Kwa maana Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mama imetuletea nyie mjifunze kwenye haya mazao ili tufikie hizo lengo ambazo tunazihitaji. Bodi ya korosho imeshafanya initiative mbalimbali, mnaziona huko kwenye halmashauri na serikali kwa ujumla. Imeleta viuatilifu bure kwa wakulima, inasimamia masoko ipasavyo, inasimamia huduma za ugani ipasavyo kwa kuleta vijana wa BBT. Tuna vijana wa BBT 500 ambao wako kwenye halmashauri zetu. Na bodi ya korosho imewapa pikipiki na vishikwambi. Nafikiri mnawaona. Tunategemea mwaka ujao wa fedha tutaongezea vijana wengine waje muendelee kufanya nao kazi. Kikubwa ni naomba mwape ushirikiano. Bodi ya korosho ina loan mbalimbali. Ukifika huko kwenu ukiangalia hapo nje, bodi ya korosho imenunua gari kwa ajili ya kuchimba visima vya maji. Sasa hizo wakulima watakuwa wapulizie mikorosho. Lakini mkulima anatoka na maji almost kilomita 30 au kilomita 40 hadi afike kule anapopulizia. Kwa wasizini wakulima pia ni wakulima wenu wale. Bodi ya korosho ina gari. Mnaweza wakafanya contribution wakajenga kisima kijijini, bodi ya korosho kaje kawachimbia. Kwa kufanya sharing, wao wakatoa cost na bodi ya korosho kapeleka gari kaenda kachimba kile kisima. Watu wakapata maji. Kwa wale wakulima wakachukua umbali mdogo katika kupuliza hizo korosho, si ndio? Hiyo kitu ambacho tunakitegemea kukifanya. Mkiona hapo nje kuna magari mawili ni kwa ajili ya kusupport kilimo cha korosho.